na hili nimeisema specific mpate kuelewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya maamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu, yani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii, uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana uwanjani. Ligi yetu inaposemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tudili na hili tatizo, na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti, anatakiwa awajibike, na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao. Sasa kwenye barua yetu, haya matatu nilowatajia, ndugu zangu waandishi wa habari: la kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi; namba 2, kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi; namba 3, kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi, na barua yetu iko very clear kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Sio kama nanielewa vizuri. Hili ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndio standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi. Namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bana mapendekezo ambayo Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu, hatuwezi kuyashughulikia hapa, sio iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha, na barua yetu ilikuwa very clear kwa yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni ya muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza. Kwa hiyo nafikiri haya matatu yakifanywa kazi, haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza vikoro viwili vya ligi vilobaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba una pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zangu,
huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa, na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi aguse, aone nguvu ya wananchi nazungumzaje. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi, hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse, alafu ataiona nguvu ya wananchi nazungumzaje. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika, kuna fedha imetoka hapo, watu wameingia gharama, watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisupport hii timu. Alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika. Jaribu. Na niongezee hapo, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tumeleana kwa muda mrefu. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi hapo hakuna maelezo. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini, msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana, na wa kuisimamia ni sisi wana Yanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyooka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kupata. Mwisho mambo matakwa matatu ya muda mfupi ambayo klabu ya Yanga tumeyapeleka bodi ya ligi, kwamba yakifanyiwa kazi hayo Yanga iko tayari kushiriki mchezo kwa tarehe tofauti na tarehe 15. Kwanza wayafanyie kazi, tukishaona wamefanyiwa kazi hayo matatu, watupe tarehe nyingine, timu itakwenda kucheza hiyo mechi, uwanja wowote ule tutakwenda kucheza hiyo mechi. Jambo la kwanza nimewaambia ni kuvunjwa au kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2 nimewaambia ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3 nimwaeleza ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Hili jambo la 4 la uhuru wa bodi ya ligi ni jambo la muda mrefu. Asifanye mtu kama kichaka cha kujibia hoja zetu. Hiyo barua iko very clear na tumewasilisha kwa bodi ya ligi. Wametuahidi majibu yatakuja haraka iwezekanavyo, na tuliondoka kwenye kikao tukiwa na matazamio hayo. Kwa tunawatakia kila la kheri bodi ya ligi kwenye utekelezaji wao wa matakwa matatu ya klabu ya Yanga ambao tunaamini yakifanywa kazi Watanzania watapata burudani ya Kariakoo Derby. Kufikia hapo niseme asante na niwatakie siku njema.